Kwa leo tunafanya mojawapo ambayo ni Environmental and Social Standard namba 10 ambayo inahusiana na stakeholder engagement plan, yani namna ya ushirikishwaji wa wadau kwenye utekelezaji wa shughuli za mradi. Na leo tumechagua kuonana na wadau wa mradi ambao ni wakuu wa hifadhi za mazingira ya bahari za Unguja na Pemba, pamoja na wale wanaohusiana na kazi katika maeneo hayo ya hifadhi, ili kuwaeleza huu mradi una shughuli gani kuu zinazofanywa na kusikiliza maoni yao, namna gani na wao wanataka ushirikishwaji uwe, na si hivyo tu, lakini vile vile kuweza kuwa na uelewa wa pamoja kwa namna ya changamoto mbalimbali, au kama kuna malalamiko mbalimbali au mapendekezo mbalimbali, kuanzia hatua ya kwanza kabisa ya mradi, kwa sababu mafanikio ya mradi inategemea sana ushirikishwaji wa wananchi na ushirikishaji wa wadau mbalimbali ambao wana mambo ambayo watakuwa wayatekeleze ndani ya mradi huu. Baada ya semina hii kuisha, watakuwa katika nafasi ya kuelewa mradi kwa mapana yake, kuelewa majukumu yao, kuelewa njia ambazo zitatumika katika kuendesha mradi huu na namna ambavyo wanaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali kama zitajitokeza katika utekelezaji wa majukumu yao, bila kuathiri maisha ya mtu mmoja mmoja ambaye ana uhusiano na maeneo hayo ya hifadhi. Na ndio malengo kwamba hata katika utekelezaji wa mradi wenyewe isitokee sababu ya mtu kuathirika kiuchumi kwa sababu eti kuna mradi wa transform unafanyika. Badala yake, kwa kupitia huo mradi wa transform, basi shughuli zake za kiuchumi ziimarike kwa njia moja au nyingine, bila kuharibu mazingira au kuharibu taratibu zilizowekwa za maeneo ya hifadhi. Kwa hiyo leo katika kikao chetu hichi tulikuwa tumekutana na wadau wetu katika eneo letu la hifadhi, ambao wale watekelezaji wakuu katika maeneo ya hifadhi, na tumekusanya katika kutokana na matakwa ya standards zilizopo katika World Bank kama ni wafadhili wa mradi wetu, la kuwataka kuweza engage kwa stakeholder mbalimbali ili kuhakikisha kwamba mradi unakuwa na ufanisi na unaweza kufikia matakwa na malengo pasipo na changamoto zozote, hususan juu ya mazingira pamoja na jamii. Kwa hiyo katika kikao chetu cha leo tulikuwa na wafanyakazi wa idara ya uhifadhi Unguja na Pemba, ili lengo kuweza kuona namna gani na wao wataweza kwenda kusimamia zile standards, hususan kuhusiana na stakeholder engagement, namna gani unaweza tukafanya mradi wetu bila kuhakikisha kwamba haki za jamii kuhusiana na masuala ya kimazingira pamoja haki zao za kiuchumi, usalama wao, zote hizo zinalindwa. Mradi unaenda kugusa maisha ya wanajamii, kwa sababu katika wasilisho ambalo tumepewa na wataalamu wetu ni kwamba kuna masuala ya kusimika, tunasema vile, yani tunasema zile huduma za uchakataji wa zao la mwani, lakini pia kuna masuala mazima ya kuangalia uzaji wa viumbe maji, ama tunasema kuna kase, kuna kaa na viumbe wengine ambao kwa namna moja ama nyingine jamii zimekuwa zikijishughulisha na hizo shughuli kama ni shughuli mbadala katika maeneo yao. Jambo hili tunahitaji kitu kinaitwa ushirikishwaji wa wanajamii, waweze kuambiwa kwamba kinachokuja ni kwa ajili ya manufaa yao, si kwa ajili ya manufaa serikali peke yake, kwa sababu tumeona kwamba kupitia ile wasilisho ambalo limetoa kwamba moja kwa moja pia kuna nafasi za wanajamii katika maeneo yale. Kuna ukulima mwani, kuna hiyo nimesema kama ufugaji wa kaa, lakini pia kuna mambo mengine mengi ambayo yatakuwa yanaendelea kule. Kwa hiyo jamii zinaposhirikishwa kwa upana wake, maanake zitakuwa zinajua kwamba tunasema huu mradi ni wa kwetu, badala ya kwamba serikali umekaa ukafikiria hili jambo linaletwa kwetu, mwisho wa siku linaweza likatusaidia katika nyanja zetu ambazo tunazifanya, ikiwa ni shughuli zote zinazohusiana na masuala ya uchumi wa buluu.